Bwana naitwa Deogratias Shija na hii ni Shija TV. Moja kwa moja kutoka Alberta, mji unaitwa Calgary nchini Canada. Bwana, hii ni podcast ambayo itakuwa inakupa matukio mbalimbali yanayojili kutoka hapa Canada, lakini nyumbani Tanzania na Afrika Mashariki na Kati. Kwa hiyo leo ni Jumamosi ya tarehe 12 April 2025. Hali ya hewa kidogo kwa hapa Calgary ni kwamba kuna kaubaridi fulani na kuna kipindi kama vile snow litaka kuanza kushuka, lakini tunaamini kwamba hali ya hewa itaendelea kuwa nzuri mpaka kesho. Kama nilivyokujuza kwamba Calgary hali ya hewa haitabiliki, inawezekana ikawa baridi na inawezekana baadaye ikabadilika ikawa hali ya joto. Bwana, nilisema last week kwamba nitashare na wewe maisha ya hapa Canada, nitashare na wewe kuhusiana na maisha yangu ya nyumbani Tanzania nilivyoyafahamu na kule Uingereza nilipokuwa. Lakini leo nataka nikujuze kidogo tu kuhusiana na maisha ya hapa Canada. Nilipata bahati wakati naingia Canada mwaka juzi, nilipata nafasi ya kuongea na watu ambao tayari walikuwa wameshanitangulia kwa hapa Canada. Kama nilivyosema, kuna watu ambao wameishi Canada zaidi ya miaka 10, 15 na 20. Wanasema kipindi wao wanaingia, kwanza hali ya kimaisha ilikuwa iko chini. Nikisema hali ya kimaisha ni kwamba kuanzia nyumba, gharama za nyumba zilikuwa ziko chini, grocery kwa maana ya manunuzi ya vitu vya kula vilikuwa viko chini sana. Unaelewa? Pia kazi zilikuwa ni nyingi kiasi kwamba kazi zilikuwa zinatafuta watu na sio mtu anatafuta kazi. Lakini tunavyoongea hivi sasa maisha ya Canada yamebadilika. Kama nilivyosema, unaweza kwenda supermarket na $300 ukanunua vitu mpaka ukaja kujiuliza hii 300 imekwenda wapi? Lakini wenzangu wanakuambia kwamba kipindi hicho kienda na $300, kama unaenda na gari, nyuma ya butu utajaza vitu mpaka vingine utaviweka kwenye siti ya nyuma ya gari, kwa maana kwamba vitu vilikuwa bei rahisi sana. Lakini maisha sasa ni kwamba vitu au gharama imepanda kubwa sana. Kwa mfano, nyumba ambayo kipindi iko ilikuwa ni $800 kwa maana ya vyumba viwili, sebule na choo ndani, kwa sasa ni $1,400 bila gharama za utilities, kwa maana bills kama maji, gesi na vitu kama hivyo na labda umeme. Unaelewa? Kwa hiyo ukichanganya unaweza kujikuta nyumba hiyo unalipa zaidi ya $1,600. Lakini mwanzo wenzetu wanasema kipindi hicho nyumba kama ilikuwa unapata kwa $700, $600 mpaka $800. Just imagine kutoka kipindi hicho, kutoka kwenye $600, $700 na $800 mpaka kufikia $1,600 include utilities. Kwa utaona ni kiasi gani Canada maisha ambavyo yamekuwa magumu. Umeelewa? Watu wanasema ulikuwa ukifika Canada tu, kama hujachoka unaweza ukapelekwa kazi straight away na ukaenda kufanya kazi. Kwa sasa sio jambo gumu kukaa miezi 5, 6 mpaka 8 pasipokuwa na kazi. Kuna watu wanafika hapa, binafsi hata mimi mwenyewe naweza nikashare experience. Nilifika hapa nimekaa zaidi ya mwaka mmoja pasipokuwa na kazi. Unaelewa? Kwa hiyo haya ndio maisha ya Canada kwa sasa. Paka siku nyingine nitakuelezea kuhusiana na maisha ya Uingereza na maisha ya nyumbani Tanzania. Sawa? Lakini kabla sijamaliza, pia kama kawaida yangu napenda sana kuingia kwenye mtandao wa TikTok. Bwana, kuna kijana anaitwa Kidege. Huyu ni comedian, upcoming comedian kutoka nyumbani Tanzania. Kwa kweli nimeona creativity anayoifanya ni nzuri sana. Nimejaribu kufuatilia script zake, iko bab kubwa. Basi nisikupoteze uondo na wewe mwenyewe pia uweze kuchukua nafasi kumwangalia Kidege kidogo tu. Huyu ni kijana ambaye anakuja vizuri hapo nyumbani Tanzania katika vijana wa comedian, kwa maana wachekeshaji. Jina langu ni Deogratias Shija. Mpaka wiki ijayo ninasema bye bye. Huyu ndio mchumba wangu na huyu mchumba wake ambaye sema anataka kunioa. Ndio amekuja hapa, anakuja hivi umtambue. Asante sana. Sasa kama alivyokutambulisha binti yako, ila nilikuwa naomba tuweze tukazungumza kidogo pembeni.
Unisubiria hapa. Sawa faza. Wewe Kidege, sogea huko. Sogea huko. Wewe unakaa na dada yako unakaje hivyo? Dada yangu tena? Nani unakaa na dada yako unashikana naye hapa? Ni tabia gani hiyo?